the last word ndilo neno la mwisho for Sunday this year. la Jumapili ya leo kwa mwaka huu. You heard maybe this morning to your church. Labda umesikia leo katika kanisa lako. But this evening we have the last message for Sunday, last Sunday of the year. Na leo jioni tuna ujumbe wa mwisho, una ujumbe wa siku ya Jumapili ya mwisho. So my message is, na ujumbe wangu ni kwamba never give up. Usikate tamaa. But put your trust in the Lord. Lakini mtegemee Mungu. Tell your neighbor, mwambie jirani yako, never give up. Usikate tamaa. But put your trust in the Lord. Na iweke imani yako katika Mungu. If your neighbor is not responding, look at the one on the right. Kama jirani yako hajibu, angalia jirani mwingine. If the one on the right is not responding, look at the one behind you. Kama upande wa kulia hajibu, angalia upande wa kushoto. You will still find a good neighbor. Umepata jirani mzuri ambaye anaweza kacheka. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. The message is, ujumbe ni kwamba never give up. Usikate tamaa. But put your trust in the Lord. Lakini weka imani yako katika Bwana. Brothers and sisters, dazangu na kaka zangu, we all know the story of Joseph. Tunafahamu historia ya Yusufu. Before I get to chapter 47, kabla sijaenda kwenye ile ndani sura ya 47, I'm going back to chapter 37. Inaenda kwanza nyuma kwenye kitabu cha 37. And then I'll go until I come to 47. In 37, they are talking about the life of Joseph. Wanazungumzia habari za maisha ya Yusufu. His family. Familia yake. Where he was born. Wapi alipozaliwa. The member of the family. Na ndugu zake. The father. Na baba yake. The mother. Mama yake. And how the father loved him very much. Na jinsi gani baba yake alimpenda. And they bought a robe with multicolor. Na walimpa nguo ambayo ilikuwa na rangi tofauti. And he was hated. Na alikuwa amechukiwa by his brothers, na kaka zake, by his family, na familia yake, because of his dreams. Kwa sababu ya ndoto zake. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Joseph was a man of dreams. Yusufu alikuwa ni mwanaume wa ndoto. The Lord was speaking to his life. Mungu alikuwa anazungumza katika maisha yake. About his life. Kuhusu maisha yake. Through dreams. Kupitia ndoto. Until he was going to explain those dreams to the family. Na mpaka alipoenda kutoa ndoto hiyo kwa ndugu zake. That was a big mistake. Hiyo ndio tatizo alilofanya. Somebody shout hallelujah. Mwambie mjirani yako hallelujah. Telling his family, kuambia ndugu zake, this is what is going to happen. Haya ndio naenda kutokea. I had a dream. Nina ndoto. Hallelujah. Amen. And the meaning of those dreams, na maana hizo ndoto, was that he was becoming a lord of all the family. Angekuwa mkuu kuliko ndugu zake wote. Hallelujah. When you read the Bible, unaposoma Biblia, you can see how even his brothers hated him so much. Utaona jinsi hata kaka zake walivyomchukia. His father and his mother also was not happy. Na hata wazazi wake hawakuwa na furaha. Even the father told him, na baba yake akamwambia, do you mean wewe unamaanisha that you are going to be greater than all of us? Unaenda kuwa mkuu kuliko ni sisi wote? Can somebody shout hallelujah? Sema hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Those are the dream of Joseph. Ilikuwa ni ndoto za Yusufu. Nobody loved him. Hakuna aliyempenda. Until mpaka wakati they went to throw him, wakaenda kumtupa in the pit, kwenye shimo, so that he can die there, ili aweze kufa kule. But one of the brother, lakini mmoja kati ya kaka zake, decided that they can be sell him. Akaamua kwamba wanaweza wakamuuza. That's why he was sold to Potiphar. Ndio maana alikuwa aliuzwa kwa Potifa. And he became a slave in the house of Potiphar. Akawa ni mtumwa katika nyumba ya Potifa. In the house of Potiphar. Katika nyumba ya Potifa. That's what we say in French. We say le malheur ne vient jamais seul. I'm lost there. Sorrow doesn't come alone. Sorrow, problems, matatizo hayaji yenyewe. doesn't come alone. Haiji peke yake. Always come with little ones. Matatizo yanakuja na mengine. Hallelujah. Amen. Problem for his own household. Wakachukiwa na ndugu zake. Thrown in the pit. Akatupwa katika shimo. Akauzwa. In the house of Potiphar. Katika nyumba ya Potifa. Biblia inasema, once he was in the house of Potiphar, alipokuwa katika nyumba ya Potifa, Potiphar became rich and rich and richer. Potifa akawa tajiri na tajiri na utajiri. All whatever he was doing prosper. Alimiliki kila alichokuwa anakifanya kilisonga mbele. Because of the presence of Joseph. Kwa sababu ya uwepo wa Yusufu katika nyumba yake. Katika nyumba ya Potifa, this boy was so handsome. Huyu kijana alikuwa ni kijana mzuri. And the wife of Potiphar said, na mke wa Potifa akasema, I've got an opportunity. Nimepata nafasi. To get a young boy from Canaan. Kupata kijana kutoka Kanani. To make this boy. Ili niweze kumfanya kijana my second hand. Buzi langu la pembeni. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
But this boy did not allow this to happen. The Bible says he ran until they took his shirt. After that, he was thrown in the prison because he was accused by the wife of Potiphar wrongly. He ended up in the prison. Brothers and sisters, a man of so many promises, a man of bright future, a man with all the Lord has promised ahead of his life, but he found himself in jail. Hallelujah. Hallelujah. I don't know that's what is happening to you. Hallelujah. You had a lot of promises of God in your life. Back home they prophesy about you. Where you are going, you are going to become this and that. Where you are going, you are going to become big. Maybe it has not happened yet. Maybe you are still going through crisis. Maybe things are still tough. But remember, the Bible says, when God promises, it doesn't matter how long you take, His promise will always be accomplished. Can somebody shout hallelujah? Hallelujah. Tell your neighbor, the promise of the Lord upon my life will be accomplished. Let me tell you, you my neighbors, whatever the Lord has promised for me will be accomplished one by one. If you are afraid to tell to you one, that's your problem. Somebody shout hallelujah. This boy ended up in prison. In prison, the Lord was still using him. Is God still using you in Australia? Hallelujah. Hallelujah. Is God still using you here in Australia? Remember, you came through resettlement sometimes. Some of us. Hallelujah. But you're coming here, you think that you have already been in paradise. This is not a paradise. We are still struggling, waking up at 3 a.m., 4 a.m. Some are still working double job, double work, double shift. Some are still struggling even to have hands meet. We are not yet arrived. And let me tell you, even in jail, God was still using Joseph. He was dreaming about the problem of everyone in the jail. Telling people, you, in my dream, I saw that after 3 days they are going to release you. People were coming to tell him, Joseph, I had this dream. What does it mean? He was giving them a meaning. And it was happening. Can somebody shout hallelujah? Until one day, a cupbearer, who was also in jail, had a dream. And he asked him, Joseph, what's the meaning of this dream? Joseph said, this means in 1 week, you will be released. But when you are released, tell the king to remember me, I am in jail. Hallelujah. Amen. 1 week after, the guy was released. Come in the kingdom. He forgot about Joseph. Hallelujah. Once outside, he forgot about Joseph. But God did never forget about Joseph. Can somebody shout hallelujah? Hallelujah. Until the king had the dream. Until the king had the dream.
wakati mfalme alipopata ndoto. You know, when God wants to bless you, Mungu akitaka kukubariki, He will shake even Mandrut atatikisa for Mandrut you to be blessed. ili wewe uweze He will kubarikiwa. shake your suburb Atatikisa familia for you yako to be blessed. ili wewe uweze He will kubarikiwa. shake everywhere Atatikisa kila for mahali you to be ili blessed. wewe uweze Because kubarikiwa. our God Kwa sababu Mungu wetu make a way where there is no way. anaweka njia pasipo kuwa na njia. You know, here you don't understand Hapa what I'm saying. msikii. My God, Mungu wangu He makes ways anaweka njia, anatengeneza where there is njia no way. ambapo hapana njia. He makes it possible. Anaweka What is kuwezekana impossible? ambapo haviwezekani. You don't understand. Hallelujah. 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 Nona, You know, hii mainjili tunakuwa na ubiri muzunguni huku. the gospel we preach here in this white Tunisha people, kushiba mayai na maziwa we are inakuwa full with the eggs and milk. ulie ya kusema amen tunakuwa nasema me. Instead of us saying amen, we are saying man. Hallelujah. Can somebody shout hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. God remembered about Joseph. And the dream came through Joseph. Na ndoto To the ikaja. king. Ndoto ikaja kwa They mfalme. look at all the magicians in Egypt. Wakatafuta waganga katika No Misri one yote. could interpret the dream. Hakuna aliyeweza kutafsiri ile lugha. That's when ndoto. that cupbearer remember. Ndiyo maana yule mfanyakazi wa mfalme akakumbuka. Oh king, Akasema mfalme, may you live long. akasema uishi muda I maisha remember marefu. there is a man Najua kuna mtu, right now in jail. kuna kijana iko He is jela, able to interpret your dream. ana uwezo wa kutafsiri ndoto yako. You don't understand. Haujaelewa bado. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Until they will look for you. Mpaka watakapokutafuta. That's the gift that the Lord has given you. Kwa hicho ambacho Mungu amesha There is kiweka a kwako. conference. Kuna mkutano. There is a man. Kuna There mtu. is a woman. Kuna There is a mwanamke. young lady. Kuna kibinti. When she sings, the Anapoimba anointing is flowing. wanajua. She might be in Perth. Anaweza kuwa He might be in Melbourne. anaweza kuwa But Melbourne. we are going to look for that person. You don't understand what I'm saying. Haujaelewa bado. Hallelujah. 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 The Lord has given you something Mungu amekupa which kitu is particular for you. na hicho ni kwa ajili yako, And God wants to use that one na Mungu anataka atumie hicho to kitu bless you. kukubariki wewe. But the problem is we don't understand. Hallelujah. 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 Big problem. We don't understand what we have. Tatizo hatujui. We don't understand the capacity the Lord has put in us. Hatujui ni ukubwa We gani don't Mungu know the ability the Lord has given us. hatujui ni ukubwa gani Mungu We ameweka don't know ndani the yetu. gift the Lord has anointed and bestowed in us. Hatujui ni baraka gani Mungu The ameweka ndani day we will yetu. understand that, Shetani we are anajua not hilo. going to joke anymore. They call upon Joseph. Wakamuita Yusufu, He came and told the king, akamwambia mfalme, I don't even need you to tell me what you dreamed of. sitaki uniambie uliyoyaota. I am going to tell you Naenda kukuambia what you dreamed of, ulichokiota and I'll give you the meaning of that na dream. nitakwambia maana ya ndoto hiyo. Can somebody shout hallelujah? Sema haleluya. There will be 7 years of famine, and there Miaka will be 7 7 ya years of njaa abundance. na miaka mingine That is 7 the ya meaning of ushibe. your dream. Ndiyo maana ya And ndoto the yako. king said, Mfalme akasema, because in all Egypt, kwa sababu no Misri one nzima, could interpret my dream. hakuna aliyetafsiri No one ndoto. could give me the meaning of the Hakuna dream. ambaye angenipa From ndoto hii. today, Kuanzia you leo become the prime minister utakuwa mfalme of wa Egypt. utakuwa waziri mkuu Can katika somebody nchi shout hii. hallelujah? Hallelujah. From jail Toka jela to become a prime minister. From Africa to become a manager in Australia. Kuwa manager katika Posto. Hallelujah. I don't know Christians Sijua if we Kristo don't we know who we are. kama tunafahamu sisi ni wakina nani. The day you'll understand who you are. Wakati utakapojua wewe ni nani. Watu watakuita yuko majivuno. Don't worry, People don't mind. call you the arrogant. Don't worry. No, I know people call me yuko anajivunaka. No, because I know who I am. I know where I stand. I know whom I'm serving. Can somebody shout hallelujah? I know him. I'm not afraid of anything. Hallelujah. 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 Because I know the one who is in me is stronger than who is in the world. You don't understand. You know Daniel, they put him in the pit of lions, thinking that the lion would devour him. But there is one thing they did not know.
Daniel has Jesus in him. Daniel alikuwa na Yesu ndani yake. And the Bible says Jesus is the Lion of tribe of Judah. Yesu kabila la Yuda. So if you put him in a den of lion, sasa unapomweka katika shimo la simba, him he got a big lion. Yeye ndani yake kuna simba. Small lion, simba ndogo, we never devour him. Hawezi because the Bible says it is not I who live, sio mimi nayeishi, it is Christ who lives in me. Kristo aliishi ndani yangu. Hata amen yenu yenyewe. Yo amen so. Hallelujah. Hallelujah. Siaonaka batu bakosa kujitambua sawa Kristo. I don't know, Papa. I don't know. Oh my God. Tobiye bakate. Problem yangu wana. Hallelujah. 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 You cannot put Daniel in the den of lion and the lion devour him. No, it is not possible. Huwezi kumweka Daudi kwenye, huwezi kumweka Danieli kwenye tundu la sindano la simba afu simba zimwangamize. Hapana. It is a person like me when I am sleeping. Ni kama mimi kama nimelala. You are witch, you cannot come and touch my neck. Alafu wewe ni mchawi unakuja kushika shingo langu, haiwezekani. Hallelujah. Amen. Nasikia moyo anasema yeye banamfinyanga kila siku. The one who's not believing, that is the one that the enemy is after him. Hallelujah. Hallelujah. They took Shadrach, Meshach and Abednego. Shadrach, Meshach and Abednego. Put them in the fire. Waliweka katika shimo la moto. Walikuwa nafikiria that the fire is going to consume them. Kwamba moto unaenda kuwaunguza au kuwateketeza. Lakini hawakujua. The Bible says, Biblia inasema our God Mungu wetu is a consuming fire. Ni Mungu wa ukuu wa moto. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a consuming fire. Mungu wetu ni mwali wa moto. Ni maana the one who lives in me anaishi ndani yangu is a consuming fire. Ni mwali wa moto. If you put me in a small ukiniweka kwenye moto mdogo, huyo moto hautaniteketeza kwa sababu nitameza huo moto. Oh, somebody understand what I'm saying? Yes. Hallelujah. Hallelujah. When you know the word of God, unapojua neno la Mungu, you will walk heads up, not heads down. Utatembea kichwa kikua juu sio chini. You stand, declare and decree. Unasimama kwa imani na ukisimama kwa ujasiri. Kwa sababu let me finish. Joseph Yusufu became prime minister. Akawa waziri mkuu. Listen to this. If you start from 37 chapter Genesis, you are going to see that he was 17 years. Alikuwa na miaka 17. When he became a prime minister, alipokuja kuwa waziri mkuu, he was 30 years old. Alikuwa na miaka 30. How many years different? Katikati hapo kuna miaka mingapi? 13 years of suffering. Miaka 13 ya kuteseka. A man who was living with God promises. Mungu ambaye kijana aliyeishi na ndoto. But he has never given up. Hakukata tamaa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. He has never given up. Hakukata tamaa. Brothers and sisters, dada zangu na kaka zangu, the Bible says, Biblia inasema, the end is better than the beginning. Sio kama mwanzo. Can somebody shout hallelujah? Bwana Yesu asifiwe. God is looking on how we are going to finish. Mungu anaangalia jinsi gani unaenda kumaliza. Not how we started. Sio ulivyoanza. Not where we are right now. Sio kama wapapa ulipo. He's going to see anaenda kuangalia how we are going to finish. Utakavyomaliza. Can somebody shout hallelujah? Hebu sema amen. Can somebody shout hallelujah? Now let me give you the revelation now of this message we read right now. Nikupe ufunuo kwa hili somo. I'm going to finish. Naenda kumaliza. I'm giving the revelation right now. Ufunuo sasa wa hili andiko. The Bible says in 47, Biblia inasema kwenye kitabu cha 47, the family of Joseph, familia ya Yusufu, came now from Canaan. Walikuja kutoka Kanaani because there was famine. Kwa sababu kulikuwa kuna njaa. They came to Egypt. Wakaja Misri. Because in Egypt, because of Joseph, there was plenty of food. Kwa sababu Misri, sababu ya Yusufu kulikuwa chakula kingi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Now, the parent came. Mzazi akaja. Kaka zake wakaja. The whole family came. Familia yote ikaja. Uncle, aunties, washangazi, wajomba, wabinamu, wote wakaja. Wote wakaja. Hallelujah. Amen. They all came. Wote walikuja. Because there was a famine. Kwa sababu kulikuwa kuna njaa. Hallelujah. Amen. And the Bible says Joseph, Biblia inasema Yusufu went to Pharaoh. Akaenda kwa mfalme Farao, akamwambia Farao, my family is here. Familia yangu iko hapa. I've heard that they just arrived in Goshen. They are in Goshen right now. Wako eneo la Goshen hapo ndio wamefika. Wako wanakuja. And Pharaoh said, there's no problem. Farao akasema hakuna tatizo. We are going to meet them.
Utaenda kuonana nao. What they are doing? What are they doing? Kazi zao ni kazi gani? No, they are just farmers. Kwa sema kwamba hawa ni wafugaji. Looking after the flock. Wanaangalia mifugo. He said, "Oh king, can you give them a portion of land where they stay?" Akasema sasa Yusufu wape nafasi kubwa ya ardhi. They were given a place. Biblia inasema walipewa nafasi. They started cultivating. Wakaanza kulima. Wakaanza kupanda na kuangalia mifugo yao. So na walibarikiwa. If you keep reading, ukiendelea kusoma, after the death of that king, na hata when the other king came, mfalme huyu alipotoka, mfalme mwingine alipokuja, alikuwa na because they were multiplying. Alikuwa na chuki kwa sababu walibarikiwa sana katika ukuaji wao. What I'm going to reveal to you here, ambacho nataka nikwambie, all this struggle haya matatizo yote Joseph went through, ambayo Yusufu alipitia, it was not only for him. Haikuwa tu kwa ajili yake yeye. Hallelujah. You listen. The problem you are going through right now, matatizo unayopitia leo, it is not you the devil is after. Sio wewe ambaye shetani iko anakufuata. The devil want to block the prosperity of the generation coming after you. Shetani anataka kuzibia mafanikio ya uzazi ungine utakao kuja. You understand what I'm saying? God bless you. Labda umeelewa wewe. I'm not understanding. Hapa mmeelewa bado. The devil, shetani, if he was following, kama alikuwa anamfuata Yusufu through his brothers, kupitia kaka zake, kupitia mke, kupitia jela, being forgotten by cupbearer, akasahauliwa na mfanyakazi wa ikulu. He went through 13 years. Haya matatizo ya miaka 13. The devil was not only after him. Shetani hakuwa tu kwa ajili yake. Remember now, na ukumbuka, because of him, kwa sababu yake, all the familia yote came and live in abundance, walikuja wakaja kuishi na kubarikiwa na kufanikiwa. Because of you, kwa sababu yako wewe, Mungu amekuleta hapa. You are supporting families. Leo unasaidia familia. You are supporting your cousins. Leo unasaidia binamu zako. The son and the daughters of your brothers and sisters. Leo vijana wa kaka zako na dada zako wanaenda shuleni because of you, kwa sababu yako wewe, ambao unatoa hela ada at the primary school. Wanaenda shuleni leo. Your family have a house. Familia yako ina nyumba. Because you brought a house for them. Kwa sababu wewe ulinunua nyumba. Ulinunua nyumba. Leo your family rely on you. Leo familia inakutegemea. Because God has blessed you. Kwa sababu Mungu amekubariki. Let me tell you. Acha nikwambie. Whatever you are going through right now, chochote unachopitia, do not forget your knees in prayer. Usisahau ulikotoka. The devil is not only after you. Shetani hayuko tu kwa ajili yako. When he's freezing your finance, anapozuia uchumi wako, because he knows, kwa sababu anajua someone over there will benefit with kuna mtu mahali atafanikiwa, atafaidi. I don't know if people understand what I'm saying. Hallelujah. Can I preach in French or in Swahili? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wow. Brothers and sisters, the revelation here, I want you to know, anataka ufahamu, if the devil is fighting you, kama shetani anakupiganisha, it is not only you. Sio kwa ajili yako wewe. He knows through you, anajua kupitia wewe, people are blessed kuna watu ambao watabarikiwa nyuma yako. If he frustrates you, akiweka pressure kwako, if he put you in high blood pressure, akikushika sana. Today people are in depression. Leo watu wako katika changamoto, mentally unstable. Yani kuna watu ambao hawajakaa vizuri. The devil is bringing all that onto you. Shetani analeta haya yote kwako, so that the blessing should not go to those ili baraka zisiende kwa wale ambao karibu yako wewe. But I'm telling you the good news. Lakini nakwambia habari nzuri. As long as I live, haijalishi, as long as Jesus Christ is kama alive, jinsi Kristo bado yuko hai, as long as he's still living on the kama bado yuko hai, anaishi juu, interceding for me and you na day and anakuombea night. Wewe ingelikuwa kwa Afrika, as long as you live, kama bado uko hai, as long as the Lord is still keeping you alive, kama jinsi Bwana anavyokuendelea kukulinda, bado unapumua, as long as you are still healthy, bado una afya, as long as you can still going in the morning at work, hata bado unaamka asubuhi na kazini, as long as Jesus Christ is on the throne, Yesu bado yuko kwenye interceding and fighting for anaomba kwa ajili yako. I am assuring you, ninakuhakikishia, it doesn't matter haimaanishi any wind and any wave, upopote upepo wowote, haimaanishi any situation the devil bring about you, it doesn't matter haijalishi any fight coming from hell, ni vita gani itakayotoka kuzimu, we never prevail over the church of God. Lakini kuzimu haitashinda kanisa la Bwana. The gate of Hades,
The gate of Hades malango ya kuzimu will never prevail hayatashinda over my life. Katika maisha yangu. Tell your neighbor, mwambie jirani yako, the gate of Hades malango ya kuzimu will never prevail in my hayatashinda katika maisha yangu. The gate of Hades malango ya kuzimu will never prevail in your life. hayatashinda maisha yako. You don't have good neighbors. Hauna jirani mzuri. I pity you. Hauna jirani mzuri kwa kweli. Can somebody shout hallelujah? Sema hallelujah. I pity you. Hallelujah. Brother and sister, dada zangu na kaka zangu, we are going to cross. Tunaenda kuvuka. Go in a new year. Kwenda katika mwaka mpya. I told people, naambia watu, don't go next year. Usivuke mwaka mwingine with a lot of garbage. Na majanga au matatizo mengi. Mizigo mgongoni. When someone move from one house to another, mtu anapovuka kutoka nyumba moja kwenda nyingine, he makes sure uhakikisha he doesn't have cockroaches in his luggage. Hana hivi vidudu katika nyumba mpya. Hallelujah. We are all quick to see next year. Yes, it is good. Sisi wote tunaharakia kuona mwaka kesho. Na kweli tunaenda kuona mwaka kesho. But tusihame na bisanya. Lakini hakikisha tusiende na makorokocho. Hallelujah. Amen. Don't move in the next year with a small rat in your luggage. Usiende ukisivuke mwaka mwingine na majanga mengine kwenye begi lako. What you have to fix now. Mambo ya tengeneza sasa. Clean what you have to clean now. Vya safisha hapa sasa. So that whatever the Lord has prepared for you next year, Mungu aliyoandaa kwa ajili yako mwaka kesho, ili yawe ni ya kwako au zawadi yako. God has promised to Joseph, Mungu alichoandalia Yusufu, came to happen. Kilikuja kutokea. And whatever the Lord has prepared for you for next year, Mungu alichokiandaa kwa ajili ya mwaka kesho kwa ajili yako, acha vitokee moja baada ya nyingine. Ahadi moja hadi nyingine. Baraka moja hadi nyingine. Maendeleo moja hadi nyingine. After another. We are saying, they're saying, May. Amen. May the Lord prosper you. Mungu akubariki. Can we stand up and we are going to pray and then acha tusimame tunaenda kuomba. Hallelujah. Hallelujah. You are a Joseph of your family. Wewe ni Yusufu kwenye familia yako. You are a Joseph of your generation. Wewe ni Yusufu katika kizazi chako. You are a Joseph of the church. Wewe ni Yusufu katika kwenye kanisa. You are the Joseph of the community. Wewe ni Yusufu kwenye jamii. It doesn't matter all the struggle we went through. Haimaanishi changamoto zote tulizopitia. Lakini ahadi ya Mungu was fulfilled. Itakuja kutimia. His brother came and bowed before him. The parent came and bowed before him. Baba yake akaja akapiga magoti. The same thing he saw in the dream. Baba yake alimwona katika ndoto. Aliona ndoto yalikuja. Na mimi ninaomba. While I am standing here in this auditorium. Na nimesimama hapa kwenye jengo hili. Every single promise. Kila ahadi the Lord has made upon your life. Mungu aliweka katika maisha yako. Hata itimie katika jina la Yesu. Now it's your time to raise your voice. Ni wakati wa kuinua sauti yako. And prophesy. Na utabiri upon your life. Kuhusu maisha yako. You are the prophet of your life. Wewe ndiye nabii wa maisha yako. Don't look for call any prophet to prophesy upon your life. Usiusubirie uite nabii. You are the prophet of your life. Wewe ndiye nabii wa maisha yako. Speak positive. Ongea mambo ya uzima katika maisha yako. Speak blessing for your next year. Tamka baraka juu ya maisha yako. Speak good health for you and your family next year. Zungumza afya katika maisha yako. Raise your voice and start praying in Jesus Christ's mighty name. Pray, omba sasa. Pray. Omba sasa. Pray. Rekadoso torobea kanderebe. Zeketerebe aka. Marekadoso torobea aka. Rekadoso torobea aka. Marekado. Zeketerebe aka. Keep praying. Next year will be a wonderful year for me and for my family. Regardless what the media are saying. Regardless what social media is saying, regardless what the prophet can prophesy, but as for me and my family, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we will prosper, we will see our blessing, we will see elevation, we will see all your promises be fulfilled. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, next year,
There will be no sickness taking us to the hospital. Father, next year we are going to live in a good health, Adonai. But next year is going to be a bright year, Adonai. Father, I pray and prophesy. It shall be well with me. It shall be well with me. It shall be well with my wife. It shall be well with my children. It shall be well with my grandchildren. It shall be well with my church. It shall be well with my brothers and sisters. It shall be well with my sons and daughters. It shall be well with those who are saved to Almighty God. It shall be well, mighty God. I declare and I decree, no weapon fashioned against me will prosper. No weapon fashioned against my family will prosper. No weapon, mighty God. I declare and I decree, whatever the devil has prepared ahead of us, mighty God, I rebuke and destroy in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Holy Spirit. Rama Santa.